wakiweza kusubiria mwana wao aweze kuchukua usukani na kuzipiga dhidi ya raia hasa wa Tanzania. Center referee Charles Juma, just to see. Okay, boxer, you know the rules of the ring. No hitting below the belt, and no holding the hands. May the best boxer have a win. Shake hands. Ready for the fight, and here we go. Haya, raundi zingine 6 za masumbwi watoto wa kiume, ikiwa katika red corner anavalia kaptula nyeupe ni James Sebalumu, anatoka Kampala Uganda. Alafu kwenye blue corner yuko Ishihaka Nobat kutoka Dar es Salaam Tanzania bara. Katika pigano la super welterweight ambapo ni raundi 6 mchezo wa masumbwi. Wakati wote sasa hivi kengele imepigwa, basi itakuwa ni wakati wa kupigana ndondi hapa. Inaonekana hawajapiga mangumi mazito kweli kwa sasa hivi, bado miili haijachangamka. Lakini vile tunaendelea na ngoma hii tunaweza kujua kana kwamba zitaanza. Kidevu kinaita hapa, kinagusa kidogo Sebalumu kwenye kidevu, anapiga vizuri Ishihaka Nobat. Kule wanamuita Nobat. Lakini hapa Kenya wanamuita Ishihaka Norbert. Wajua Kenya wasomi hawa wa Kenya. Lakini basi naonekana Nobat mwenyewe huyu kidogo amekuja. Na pigwa kiasalala. Pigwa vizuri usoni. Pigwa straight punch, tadhani jabu, lakini inaingia vizuri usoni, apata pointi nzuri kabisa hapa. James Sebalumu alimpima, akampata mahali alipotaka kumpata, na kidogo Sebalumu sasa anaanza kuingia ndani ya mchezo. Sebalumu anajua kuondokea, lakini wote wawili bado kidogo naona miili bado mizito. Dakika ya kwanza ya mchezo wa masumbwi. Napigwa hapa kati nzuri tu. Naingia ndani ya guard na kuingia mdomoni pale kwake. Piga kwenye mbavu hapa kijaribu kumtoa pumzi yule James Sebalumu. Sebalumu naye inaonekana si mtu wa pupa, ni mtu wa kutulia, lakini kuna mbongo hapa. Ishihaka Nobat anafanya bidii sana raundi ya kwanza, anatumia ajabu yake vizuri. Piga combination, lakini kidogo guard yake Sebalumu iko timamu kabisa. Jaribu kumpoteza maboya hapa. Piga combination nzuri. Anaondoka Nobat. Ilikuwa iniingia kutoka kwa Jimmy Sebalumu, lakini vizuri Nobat alitoka na jaribu uppercut jaribu kuingia ndani ya guard yake Sebalumu, ambaye analalia kamba. Anaondoka kambani yule. Na ni kazi nzuri anayoifanya, kwa sababu ukikaa kambani kidogo makonde yanakuwa mazito zaidi. Sebalumu hana haraka. Inaonekana kana kwamba Ishihaka Nobat anafanya kazi nzuri, lakini anapatikana masumbu yale mazito hajaanza kutoka. Lakini kwa kweli dogo, sisemi kiumri, nasema ukiangalia ya round 6 inakamilika. The first round is already down. We are heading to the second round. Remember, this is a super welterweight fight pitting James Sebalumu from Uganda taking on Ishihaka Nobat from Tanzania. We're going into the second round. The first round is already down, and we have a total of 6 rounds. We'll be going away with a win. Let's now see. Second is out of the ring for round 2.
Raundi ya pili imekwisha kuanza. Baada ya raundi ya kwanza ambayo haikuwa na madoido mengi na mbwembwe nyingi sana, kwa sababu mabondia bado ni kama miili ilikuwa kidogo imekwama, lakini raundi ya pili naona kidogo mabondia wote wanaingia kuchangamka. Anakuja kwa pupa sana Norbert. Anaitwa Norbert Isihaka. Naona pia vile vile James Sebalumu. Ngumi zake anapiga kwa hesabu sana Sebalumu. Anaonekana kulemewa na makonde ambayo yanapigwa hapa na Isihaka, sababu wote wawili kidogo wanaonekana kutoshana nguvu hapa, ingawa Isihaka Norbert Mtanzania yule alikuwa anaonekana kuwa na haraka kutupa masumbwi, anatupa mengi sana. Kisha patikana moja. Huko anapiga hapa kati nzuri kweli kwenye kidevu chake Sebalumu. Isihaka alifanya kazi nzuri kweli kweli. Anatumia ujuzi wake hapo wa kupiga hapa kati na anaingia kweli. Sebalumu, lakini hajatikisika sana Sebalumu. Kwa hivyo basi yuko mchezoni, ingawa Norbert anaonekana mwenye haraka hapa. Ukiangalia mabondia wawili wote hapa wanavyofanya, kushoto kuna pigo, lakini kidogo anaendelea kwenda Norbert. Ondokea pigano, wajua wakati wa kuondokea fupisha sana hapa Norbert, na labda hiyo ni mojawapo ya shughuli ambayo itamponza, lakini katika urushaji wake wa ngumi utaona kweli ni bondia ambaye lingo hapa. Anapigwa ngumi nzuri sikioni hapa, tena apigwa kushoto, jabu inaingia nzuri tu. Sikio yake yote mawili anakosa vizuri. Anatafuta kumaliza huyu Isihaka Norbert kutoka Dar es Salaam Tanzania. Sebalumu ambaye kwa sasa hivi amekwisha kuchangamka katika raundi hii, ambaye anaonyesha kana kwamba mchezo wake ni wa kuanza polepole, pandisha jinsi mchezo unavyoendelea. Anapiga polepole sana na magumi ya pili inakamilika, ikiwa ni pigano la super welterweight. James Sebalumu Muganda yule akipigana na Mtanzania Isihaka Norbert. Weza kukamilika, mabondia wote wawili ukipata ushauri kutoka kwa makocha wao. Mabondia kutoka nchi jirani, kutoka Uganda, ambaye yupo kwenye red corner, blue corner. Raundi zilizosalia ni raundi 4. Raundi ambazo nani anakwenda nyumbani na ushindi. And of course, the center referee. Seconders out of the ring for round 3. Raundi ya 3 imekwisha jaa hapa. Wanaonekana kupelekana raundi zote hawa, kwa manake kila ukidhani mmoja ako juu mwingine anarudi. Kwenye mchezo wapiga kidevu. Sebalumu amefanya kazi nzuri Sebalumu wakati wa mwanzo wa raundi ya 3. Sasa hivi inaonekana kana kwamba anajua kukwepa sana ule Norbert Isihaka. Jabu yake Sebalumu imsaidii sana jabu yake, kwa manake anatoa jabu yake kama kwa uoga hivi, na hana ile ngumi ambayo inaitwa kamaliza.
Yeye hana labda awe mchovu tu. Inaonekana anatafuta sana kumaliza mchezo. Anajaribu sana kumaliza mchezo hapa Seburu. Naye Isihaka ameanza kuchoka kwa maana yake kichwa chake kinapatikana kweli. Mara tatu inapigwa combination nzuri kweli. Hiyo combination ilikuwa ni nzuri, anapigwa kidevu akipiga jichoni. Anaonekana kuwa mchovu sasa. Inaonekana ni kama atamaliza. Lakini tena ananyanyuka Isihaka kwa maana yake makonde alikuwa amemuingia kichwani, lakini inaonekana ananyanyuka. Anarejea kwenye mchezo mtoto wa kiume. Anamsikiza mwalimu wake kule nje na ananyanyuka hivi angalau kujitetea na kutetea bendera ya Tanzania bara. Anajaribu sana kumaliza hapa James Sebalumu. James Sebalumu anapiga mangumi yake kwa hesabu kweli. Piga mangumi yake kwa hesabu. Hatupi yale tunaita unnecessary punches, hapana. Akitupa anania. Najaribu sana kumaliza. Inaonekana hapatikani vizuri Isihaka Robert. Nobati samani. Anaitwa Nobati. Ikiwa ni raundi ya 3 inakwisha kamilika. Raundi ya 3 inakamilika. Just ended. Waiting for the 4th round. 3 more rounds to go. This will be the 6th. Everyone is vouching for his. So, tukiingia round ijayo, nani atakuwa anakwenda nyumbani na ushindi? Kumbuka kwamba sauti, the quality sound is brought to entertainment, and our very own DJ is DJ Nick, making it happen when it comes to hiyo midundo bwana ambayo. Seconders out of the ring for round 4. Haya. Raundi 6 tuko ndani ya raundi ya 4. Tumeona maajabu yakifanyika hata kwenye raundi ya 6. James Sebalumu kutoka Kampala, Uganda, anachuana na Isihaka Nobat. Super welterweight katika Umeme Night of Boxing. Combinations. Anapiga ngumi lakini si nzito sana huyu Sebalumu samahani. Wajua wakati mwingine nzito tu. Anaitwa James Sebalumu. Anachuana naye Isihaka Nobat. Kama ndio unaungana nasi, James Sebalumu kwenye red corner anavalia kaptula nyeupe yenye mchirizi mweusi. Naye Isihaka kutoka Tanzania bara anavalia kaptula nyeusi yenye mstari mweupe ama michirizi myeupe kando ya paja. Anavalia pia vile vile viatu vyekundu, ili hali Sebalumu anavalia viatu vyeupe. Kidogo gloves yake inafunga. Inawezekana kana kwamba tunza mchuano yule anaitana, anasema kana kwamba James Sebalumu glove yake iweze kufungwa vizuri ili jembe liweze kulima kufanya kazi ambayo inastahiki. Haya, mchezo unarejelewa. Alikuwa amekwisha kupata ari hapa Isihaka Nobat. Ni mchuano ambao kweli watoto wa kiume wanalimana makonde kweli kweli. Kazi ipo. Anatumia southpaw huyu James Sebalumu. Amuona Isihaka Nobat. Mara anaingia kwenye orthodox, mara anaingia kwenye southpaw. Sasa
Sijui anaamua kucheza vipi. Manake wakati mmoja miguu iko pamoja, wakati mwingine utampata mguu wa kushoto huko mbele. Kwa hivyo anaweka ngumi yake ya kushoto mbele ya kulia. Lakini gadi yake imekuwa ni nzuri tu, kwa sababu bila ya hiyo gadi basi mambo yangekuwa ni mengine hapa, kwa sababu gadi yake imekuwa imara, lakini anatoa kushoto kuzuri tu. Sebalamu hakumpata vizuri. Pata bahati nzuri sana Sebalamu. Na anakuja kwa pupa sana hapa. Anajaribu kumtia kichwa hapa Isihaka Norbert. Referee anasema hapana, tumia kichwa tafadhali Norbert. Mchezo ni wa masumbwi, tumia ngumi. Haya. Ngoma ya watu wazima hii. Haya. Raundi ya 4 na katika. Tutakuwa tunaingia raundi ya 5, raundi ya 4 ikiwa kidogo mbwembwe kama vile dalili ilikuwa inaonyesha hapo mwanzo za mchuano huu. Pambano hili nani atakuwa anakwenda nyumbani? Kumbuka kwamba tumeweza kushuhudia mapambano mengine. Kisha chipukizi wale wakiweza kupambana, chipukizi wa Kenya na Uganda. Remember, fight made possible by the 12, and it is all about Umeme Night Fight. Kweli hakuna mchezo. Ukiangalia wale mabondia vile wanarusha makombora yao, hakuna mchezo kabisa. Raundi ya 5 hii. Tukisha hivi basi itakuwa ni vigumu sana kwa wale majaji kuamua, lakini anayumba kidogo Isihaka Norbert. Alipatikana na left hook, tena anapatikana nyingine butu, lakini ya kumuondoa kazini. Sebuluma anachelewa, lakini alikuwa na nafasi nzuri tu ya kumtoa mchezoni Isihaka Norbert. Shuli anajaribu sana kuokoa pumzi hapa mchezaji huyu James Sebalumu. Gawa hapa basi hapana machezo, kwa maana yake watoto wa kiume wanalimana makonde kweli kweli, lakini Sebalumu anajaribu sana kupunguza ukimbiaji ndani ya ulingo. Anapiga jabu, anapiga right nzuri, very good combination. Anapiga nyingine. Asalala. Alikuwa anangoja kwenda chini na teleza hapa Isihaka Norbert. Alibaki kiduchu tu kwenda chini. Anayumba, anapigwa konde, anapigwa lingine, anapigwa combination nzuri. Anapigwa tena nyingine sasa. Harushi makonde sasa amekwisha simama anasimama wima hapa. Na anatumia mikono yake. Kidogo pumzi na mwishia huyu Isihaka Norbert. Salala. Pigwa kidevu. Je, ataweza kustahimili magumi haya? Referee anaangalia kwa makini. James Sebalumu hajui kumaliza. Alikuwa kesha pata nafasi nzuri tu hapa. Ingawa Norbert anaonekana kidogo kama ndege mbayuwayu. Anayumba kweli kweli. Pumzi na mwishia. Nguvu inaonekana kumwishia hapa, anapigwa kwenye mbavu. Anashindwa kurusha ngumi hapa raundi ya 5. Atamaliza raundi ya 5 inaonekana, lakini salala. Anaonekana kana kwamba kengele inamuokoa hapa. James Sebalumu anachukua raundi ya 5 bila ya kupingwa, kwa manake inaonekana yeye alikuwa ni kama one man army. Amepiga
makonde mengi kweli kweli yakiingia kwenye himaya yake Isihaka Norbert. That will determine who is going to be announced the winner around. Boxer in the ring will begin. King, an opponent punch, just to earn the best points from the judges. Seconders out of the ring for final round 6. Haya, raundi ya mwisho mchuano. Haya, ni raundi ya mwisho mchuano huu. Inaonekana kwamba Isihaka Norbert kidogo anakuja kwa kujikaza tu, lakini magoti tayari inaonekana kana kwamba inasema kwa heri. Ingawa anashindwa kumaliza hapa, James Sebarumu anayumba yumba mara nyingi sana hapa. Mwanabondia huyu kutoka Tanzania kwenda chini. Ilikuwa inakuja hiyo KO. Wanarusha taulo ndani. Ngome inakwisha. Wamerusha taulo ndani. Analala chali. Isihaka Norbert kutoka Tanzania. Wanasema imetosha jamani. Amepata kichapo cha mbwa kuingia msikitini. Anatoka kama kanywa kreti nzima ya konyagi ile. Kwa manake anayumba kweli kweli. Amekwisha yule. Anaonekana kama akapiga katoni nzima ya itabidi abebwe juu kwa juu, apelekwe akapewe mtori kule maeneo ya Dar es Salaam. Wengine utapigana, lakini kwa sasa hivi kona yako inarusha taulo ndani ya ulingo, kumaanisha kana kwa James Sebarumu anaweza akuchukua pigano hili kwa KO kwenye raundi ya 6. Ndani ya raundi ya 6 super welterweight, ndani ya Umeme Night of Boxing. Naitwa Peter Kirumba. Bondia kutoka nchi jirani ya Uganda na bondia kutoka nchi Tanzania. Pigano la super welterweight round 6, James Sebarumu na Isihaka Norbert ambao wamekuwa humu ndani. Are you ready for the results? Are you ready? Ready. Super welterweight 6 rounds. The winner. Guys, are you ready? Are you ready? The winner of the super welterweight 6-round fight is none other than James Sebarumu, winning by knockout from Uganda. Just a word, pengine mchuano leo kwako umekuaje na mambo yamekuaje katika mchuano huu?